It is unfortunate today at about midday at this area of Kasarani, we had a grisly road accident where a 14-seater matatu was heading towards Nakuru, and a trailer from Nakuru heading towards Nairobi. Matatu was overtaking, and then it rammed into a trailer head-on, causing 13 fatalities on the spot, and 3 others seriously injured. Fatalities have been rushed to Nakuru, not Nakuru, Gilgil, sub-county mortuary, and the seriously injured have also been rushed to Gilgil Hospital. Investigations have been launched. We are yet to establish actually exactly what caused the accident, and that one will be determined after conclusion of the investigations. I just want to urge drivers that you exercise a lot of caution while driving along these roads. We find that this area is a black spot, and we also wanted to call upon Kenya to come up with a temporary measure to see how to address this matter, because this road around this area is so narrow. It is from 8 years circle, and this is not a matatu that normally plies this road. I think this is maybe the first time they are using this road. Yeah. Drivers should exercise caution while on roads. The matatu was trying to overtake, and that actually could be the cause of the accident, because this is a very narrow area, and when overtaking, chances are very high that such occurrences can occur. Kwa majina naitwa Steven Wero Gedeji. Niko mahali hapa na nimewitness hiyo accident, sababu matatu ilikuwa mbele yangu. All of a sudden nikaona imevuka upande ule mwingine wa barabara, ikakutana kichwa kwa kichwa na lori. Mimi nilikuwa nyuma yake, nikaona sitarudishana nyuma. Mwishowe nikaona sasa lagu lile ningefanya ni kurusha gari yangu chini. Na hata ukiangalia gari yangu hapa imefanya kuguzwa na hiyo matatu. Nipoweka gari yangu kando, nikajaribu kufuja kioo. Hata kale katoto kamoja tumeweka kwa gari pale, ndio nimeumia hapo kwa mkono, nimefuja na mkono hiyo kioo ya nyuma ya hiyo matatu. Nikaona watu wameanguka, nikachikwa na roho nyingine, lakini ndio hivyo, ni Mungu. Yeah. Lakini unataka kwenda wapi? Naelekea upande wa Kisumu, ndio nilikuwa naenda, na sasa narudi hapa Gilgil Police Station tuone kama tutadikisha statement, ndio kama watakubalia tuendelee na safari. Dereva wa matatu ni kama alishikwa na kausigizi kidogo, wakati alipokuwa anaendesha gari yake, akasonga upande ule mwingine, akakuta lori nayo inateremka ikitoka upande wa Maraba, zikakutana kichwa kwa kichwa, zikasukumana kado. Sasa hapo kado nami nikaona zitanilalia, nilikuwa naondoka, ndio gari yangu ikaguzwa hapo ubavuni kidogo. Kwa majina ni Samuel Goge Kamau. Niliona gari aina ya Nissan Kiofarap, gari aina ya Subaru ikarudi kwa barabara, ikarudi side yake, Nissan ikasidwa kuingia. Trailer nayo ilikuwa imekuja ikipiga mahoni, ikagonga hiyo Nissan. Kila mtu akakufa, ikabaki watu 3, mtoto na msichana na mzee mmoja. Hao walibaki wakaje? Mmoja ako hali mbaya, wengine ni wanaweza pona, si wabaya sana.
Na pengine nini exactly kilifanyika? Nissan ilikuwa inajaribu kuovertake? Ilikuwa ina overtake. Ikasidwa kurudi kwa side yake. Nisema tu Nissan. Na Nissan. Nisema tu Nissan ilikuwa inajaribu kuovertake. Nissan ilikuwa inajaribu kuovertake. Ikasidwa kurudi side yake. Sikagongana kichwa. Kwa majina naitwa Patrick Atuya, mkaaji wa eneo hili. Vile accident imehappen ilikuwa kazi. So ndio mwenzangu akaniambia kuna accident imehappen pale mbele. So ikabidi nije nishuhudie. And by the time I was arriving ndio walikuwa wanatoa hizo mwili kwa gari. It has been a very fatal accident whereby I witnessed a loss of so many lives. It's really devastating. It's something that it's affecting me. Yani na hiyo unafikiria vile hao watu walikuwa kwa gari. Around this area it's not so many accidents witnessed. One in some few months.